Sijawahi kuona mwanamke aliyekuwa na mwili mkubwa kwa sababu ya kunyanyua vitu vizito, ila nimeona wanawake wenye mwili mikubwa kwa sababu ya kutokufanya mazoezi. Sawa. Kama unataka kuwa na mwili mdogo, kuwa na mwili portable, okay, tunasema ka uwe tondi. Kwa wanawake basi anza kunyanyua vitu vizito. Kuna faida kubwa sana. Kwanza itakusaidia kukaza nyama za mwili, itakusaidia kuondoa insulin resistance, itakusaidia kuongeza uwezo wa kuhimili sukari hata ukila, kwamba hautonenepa hata ukila sukari. Itakusaidia kuondoa na kupigana na kansa kabisa kama unayo au unaendelea kukua taratibu. Itakusaidia kuchoma mafuta, itachochea metabolism, itakusaidia kuwa na mwili mdogo na kuwa na uzito sahihi, kwa sababu kuna watu wanapungua, wakipungua na kuwa na mwili mdogo kiasi kwamba sasa anakuwa kwenye underweight, kitu ambacho kinapelekea matatizo mengine pia. Wengi walijua ili wanawake wengi wanakufocus na kupungua uzito na sio kupunguza kiwango cha mafuta mwilini wako. Wana focus kuondoa kiwango cha cholesterol, lakini wanasahau kiwango cha triglyceride kwenye mwili yao. Sawa. Umuhimu mwingine itakusaidia kuongeza nguvu ya kukabiliana na siku yako, majukumu yako ya kila siku. Itakusaidia kuondoa stress kwa sababu itakupa ukomavu wa akili. Ukiweza kunyanyua vitu vizito, basi itakusaidia kuhandle hizo stress ndogo ndogo. Wanawake mna mambo mengi sana. Itakusaidia kuepusha kabisa na majeraha. Nazungumzia hata inflammation, nazungumzia hayo maumivu ya magoti, nazungumzia hayo maumivu ya kiuno, nazungumzia hayo maumivu ya kiungo ambao unapata wewe, nazungumzia hayo maumivu ambayo yanakufanya ushindwe kulala usiku kwa sababu kitu fulani kinauma, ukijigonga kidogo basi unauma mwezi mzima, mpaka hospitali, mpaka x-ray and kila kitu. Itakusaidia kuepusha na magonjwa sugu. Hapa nazungumzia vitu kama pressure, nazungumzia kama kisukari, magonjwa ya moyo, nazungumzia matatizo kama ya figo, nazungumzia matatizo ya uzito mkubwa, nazungumzia hicho kitambi, nazungumzia haya matatizo yote kama asthma, allergy. Yani kuna a lot of matatizo yanatokana kwa sababu hatufanyi mazoezi. Ni madogo sana, yanarelate sana na kutokufanya mazoezi. Especially wanawake, baada ya kufika miaka 30 kwenda juu, tunapoteza sana kiwango cha misuli. Hicho kipindi kinaitwa sarcopenia. Ni kipindi ambacho mwanamke anakuwa na accumulate, anakusanya mafuta mengi kwenye mwili wake. Wengine wanasema ni matumbo ya uzazi. Sio matumbo ya uzazi, ni mafuta yanayojikusanya kwa sababu cortisol level inakuwa kwa kiasi kikubwa zaidi. Sawa, hormone zako zinakuwa ziko stable. So ukitaka kuondoa mambo ya hormone imbalances, unataka kufix your metabolism, ukitaka kuondoa hizo mood swing, ukitaka kuondoa hizo stress and pressure ambazo unazipata mara kwa mara, basi tenga muda wako mara 3 kwa wiki, anza kunyanyua vitu vizito, fanya mazoezi ya kutembea, zingatia diet, sleep. Basi huwezi kuamini, huyu mama anamuona hapa ana miaka 56. Kuna vijana wa miaka 30 hawawezi kufanya.